Hawa wanandoa walipata changamoto ambayo iwapelekea kufuria na walikuwa wanaishi mitaa kishua vibaya mno. Leo walikuwa hawana budi kuhama na kurudi kijijini. Pembeni kulikuwa kuna wanawake watatu, Ena, Queen na Enade. Wamefurahi kishenzi hawa washikaji kuondoka, na pia wakawa wanajipa mashavu kwamba wao wana pesa bwana. Kuishi hichi kipande sio poa mtu wangu. Siku kadhaa mbele kuna wanandoa wengine wakaja kuhamia huu mtaa, tena nyumba ile ile ambayo wanandoa wa kwanza waliondoka. Kwanza washikaji wakaingia na gari la kifahari. Kwa sasa hawa ndo wamiliki wa hii nyumba. Kwa hiyo mchizi anaitwa Ekene, dada anaitwa Demilade. Ekene akampa maelekezo dereva kwamba akafate gari zingine, Majiwagon, mabenzi na nini. Wakati wanaingia na dereva anatoka, sasa Queen alikuwa nje ya nyumba yake anawachola tu. Akawapigia simu wenzake kuwajuza kwamba kuna mtu mwingine kaingia, kwa hiyo wakutane waone kama anafaa kujiunga nao. Huku Demilade akaupenda mjengo. Ekene akasema, ngoja nikwambie kitu, ukiingia sasa huko chumbani kwetu na hisi utakosa pumzi kwa jinsi palivyo pazuri. Twende ukaone. Kwa hiyo wakaja mpaka chumbani. Huku chumba ni kikubwa mno, furniture, rangi, yani kila kitu ni kizuri unaambiwa. Ekene akasema, bila kupoteza muda naomba nikukabidhi nyaraka na nyumba yako mpya. Hii nyumba yote mchizi kamnunulia mke wake na wamekuwa kwenye ndoa ndani ya miaka 2 tu. Lakini wewe winga, kwa hiyo 15,000 yako uliyomtumia tu unataka aje akaimalizie kitandani. Demilade akafurahia hivyo huku akiendelea kusherekea. Huku mlango kagongwa. Demilade akatoka akaenda kucheki ni nani huyo tena. Kumbe ni wale big girls, Queen na wenzake, na wakaanza kabisa kulalamika kwa nini amechelewa kufungua mlango. Demilade akasema, unajua ndo wameingia tu, labda walikuwa wanapanga vitu sawa. Queen akasema, nani anajali sasa. Punde Demilade akafungua mlango ili awasikilize. Niwasaidie nini tena, kwa sababu sikumbuki kama niliomba niletewe Mama Fua. Hebu subirini, hivi katuita Mama Fua? Hiyo nimewaita. Umewahi kuona mtu anaenda kwenye nyumba ya mtu hawezi hata kusalimia? Demilade akasema, tuliona gari nje tukasema huenda kuna jirani yetu mpya kahamia. Demilade akasema, sahihi, lakini shukrani zote ziende kwa my sweetheart kipenzi, kaninunulia nyumba hii kama zawadi ya anniversary ya miaka 2 kwenye ndoa. Queen akasema, sasa mimi mume wangu alininunulia nyumba kwenye visiwa vya bahari vya Bahamas kama zawadi ya mwaka 1 tu kwenye ndoa. Lakini ni vizuri kushukuru kwa vitu vidogo kama hivi. Yani ni furu kutambiana tu kwenye hichi kitaa. Hata hivyo mimi ni Mrs. Queen Dekan, kipenzi cha Mheshimiwa Tunji Dekan, mfanyabiashara mkubwa kimataifa, na hawa ni marafiki zangu Enade na Ena. Demilade akasema, niwasaidie nini Puff Girls? Tumekuja hapa kukaribisha kwenye mtaa wetu. Demi akauliza, mikono mitupu? Yani namaanisha mke kwa mfanyabiashara mkubwa kama wewe, huoni kama haijakaa sawa? Lakini nashukuru kwa kuja mikono mitupu. Ni uhage sasa, kwa sababu nataka nikwende nikamwogeshe mume wangu kwa mabusu. Nadi akasema, okay, lakini kuna kikao cha wanawake wote wa huu mtaa Jumamosi hii nyumbani kwa Mrs. Queen, na itakuwa vizuri kama ukitokea, sababu wewe ni mwenzetu sasa hivi. Demi akasema, sawa, hakuna shida, nitahudhuria kwenye hicho kikao. Akaaga juu akaondoka. Queen na wenzake wakasema, bana hivi anatuchukuliaje huyu? Enade akasema, mimi nimewapenda. Ena akasema, ana ustaarabu bana, niamini mimi atoboi hata muda mrefu. Queen akasema, na nitahakikisha hilo. Sasa Demi akarudi ndani. Ekene akamuita, mpenzi, ni akina nani hao? Ena akasema, ni Puff Girls. Ndo nini hicho? Walikuwa 3 lakini ni 2.5, mmoja kidogo anajielewa. Eti ndo Enade. Sasa pia akamwambia kuhusu hicho kikao, mimi nitaenda kwa sababu nataka nikawavuruge. Kawavuruge. Mabusu kama yote. Mara ghafla simu ikaita. Basi bana, usiku mwingi Demi akawa anapanga vitu vyake kwenye kabati, pochi za bei ghali. Ekene alikuwa akalala, akashtuka akamuita, Manyoma, nilizani umelala. Demi akasema hawezi kulala, aliamua kuja kupanga vitu vyake kwenye kabati mpya. Kwa hiyo umemaliza? Akamalizia pochi moja kisha akasema nimemaliza. Ekene akambeba kisha akakwenda chumbani. Asante kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii ni sehemu ya kwanza tu. Hakikisha umesubscribe channel yetu na kutani on notification bell ili uwe mtu wa kwanza kupata mwendelezo wa simulizi hii. Tukutane next time. Bye.